given up on my marriage. Last year, December, I was about to lose my mother. I was waiting for my kids watoke shule. I take them, niwaambie we are going for a walk, and then I go and we dump ourselves there. I had already given up on my marriage. Last year, December, I was about to lose my mother. Nimepata accident kama 3. Mimi naona nilishikwa na simu. Mtoto wangu pia kwa form 4 nitamleta, na yeye pia ameshikwa na simu akakaa kwa jela mwezi mmoja. Praise God. Majina naitwa Rachel Njoki, nimetoka Thika pia, na ile siku nilipigia Apostle, nilikuwa nimejifungia kwa nyumba for a whole week. I was not eating, I was not drinking anything, I was not talking to anybody. Nilikuwa nimefika mahali nasikia, I was waiting that day, I was waiting for my kids watoke shule. I have 2 kids. Nilikuwa nimegojea watoto wangu shule because I was plating between if I kill myself and leave my kids, watateseka, and if nitakunywa poison, niweke poison, the probability of me dying, I was not sure whether tutakufa sisi wote ama maybe one of us will be saved na mwingine aende. So I was thinking, what was the best way of killing ourselves, like nisiache watoto wangu, and nikafikiria na nikapata conclusion, nika conclude na nikasema I live near hiyo nini mto ya Thika, na nasikianga huko kuna hippopotamus. So I was waiting for my kids watoke shule. I take them, niwaambie we are going for a walk, and then I go and we dump ourselves there. But as I was waiting for them to come from school, I remember I was in bed and ilikuwa around kitu saa 5 mchana, and I saw a pop-up also, and I just said let me just open, and then nilitoa sikuanza the video from point 1, nilitoa hiyo kitu ya red nikaisukuma up at a certain point, na wakati niliplay, you were talking about venye you people ulienda ukapatana na Bishop Harrison Nganga in a corridor. So and nimekuwa fellowship huko kwa Harrison Nganga for a long time, and venye uliniambia people are saved na wewe ukabaki hapo, I felt like I should listen to the whole video. So I started from point 1 and I listened to the whole video, and I said also, venye amesema, let me just try this number. If he'll pick, then I'll cancel everything. If he'll just pick and listen to me, because me, I'm also suffering from rejection from when I was born. Like, ujitafutie masomo, ujitafutie kila kitu, ujitafutie everything. And I remember one day I came to Nairobi after nilipitia children's home. I've gone through a lot. Na mwenye alinitoa children's home akakuja kukaa na mimi. One day aliniacha tu akaniambia nafanya harusi, so ujipange. And I didn't know Nairobi. So I remember that lady over there akisema ati she was ready to sleep hapo Jivanji. And I remember nilichukua matatu za Kiambu without knowing where I was going to. That is when nilimaliza form 4. Na nikakuja niko hapo G. Na nikakaa hapo, and I was ready to now become a street child. Now I was just rescued by a stranger. Just a stranger. So unangangana na maisha, I think because of the forces of rejection, you're rejected by your parents, you're rejected by everybody. Even if you try even to do business, fail, unapata you have so much, people reject you, people hate you. So ilikuwa imefika mahali mimi niko na biashara, nimeweka biashara haijiripi, siwezi kulipa rent, siwezi kufeed watoto wangu, and I was like I'm just fed up. Madeni, everything, people are calling you, you cannot even go outside the house, and I think nikafikiria too, this is just too much. I've really tried,
for 31 years, I've really tried to struggle to live. And I felt like, no, I won't live again. So the moment Apostle picked my call and he listened to me. Na akaniambia, fanya hivi, I was also not believing ni wewe. Nilikuwa nafikiria maybe ni another person ameweka namba yake hapo wa confuse watu. So the moment he invited me to come today, I said nitakuja hata kama nimechelewa. I thank God I'm here. Nimemuona ni yeye mwenye niliona kwa show. I really thank God because you showing up in that video made me right now I could be dead. Right now my kids could be dead. But I thank God. My life is not solved, but niko na hope ya kuishi through yeye. Put your hands together for Jesus. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Martha na ugari wa Jofi. Martha na ugari wa Jofi, huyo ni Mugikuyu? Mugikuyu. Hata mimi nimekuona tu kwa TV, kwa YouTube. Si sana ni last week. Na nikasema nitakuja, sitapiga simu lakini nitatafuta muharono odhiga tagagithaka. Kwa hivyo nikasema nitatafuta na ndio sababu leo niko hapa. Ile sababu ilifanya nifike ni kwa sababu hata mimi nimekaa kwa jela mara 2 lakini ni jela gani? Kwa Sanyedi Kilimani. Kilimani. Na Buruburu. Na Ruiru. Wow. Lakini ni sababu ya madeni. Madeni. Alafu hii ya Buruburu na Kilimani ni simu, nilinunua simu ya wizi. Lakini ikasemekana sasa mwenye nilikuwa wewe ndio ulikamatwa nayo. Mimi ndiye nilikamatwa nayo. Wewe ni mwizi. Sasa mimi ni mwizi na nilikuwa na buduki, kwa hivyo lazima ningetoa buduki. Na iliibiwa mtu akiwa na buduki. Hiyo buduki utatoa. Na pia huyo mtu alikuwa ameuawa, kwa hivyo lazima ningetoa wale watu tulihusika nao. Kwa hivyo ndio nikapelekwa Buruburu, tena ikakuwa ni special case hadi Kilimani police station huko kwa CID, nikakaa special room huko. Huko nishakaa ninaijua hiyo special room. Sasa ile shida wakati uliongea nikasikia I'm interested kwa sababu sasa nikiwa na hizo kesi zote na pia ni tumeachana na mzee, wakati nilitaka kurudi kanisani kuambia sasa nimejijua nataka kujirekebisha, ni kwa sababu nimejua mahali nimeacha mianya na ndio hizo vitu zote zikanipata, nimekataliwa. Hata nikikuonyesha messages zenye nimekuwa nikitumia wachungaji kadhaa nikiwaambia please can I come, I want you to teach me. Benye sasa nimeamua kusimama na nimejijua, naomba usaidizi. Kusema ukweli hizo messages niko nazo, nimejaribu kuongelesha watu wengi wenye walikuwa wananijua, mapasta, elders, lakini sijafanikiwa. Kwa miaka 2 nimekuwa tu sina kanisa, lakini nilisimama is me and God, kwa sababu Mungu ni wewe unanijua na moyo wangu umebodeka na hakika nataka kujua zaidi jinsi sitarudi tena kwa hizi vitu, kwa hii mitego. Alafu sasa nikapata kuna altars. Mimi unaona nilishikwa na simu, mtoto wangu pia kwa form 4 nitamleta na yeye pia ameshikwa na simu akakaa kwa jela mwezi mmoja huko Murang'a. Yaani wewe ulishikwa na simu? Mtoto ameshikwa na simu. Tena venye uliongea kuhusu altars ndio nikaput 1 + 1 together. Hata nikaongea na mzee, najua atakuja hata kama hatuko pamoja. Unajua wakati uko na vitu na hawaelewi ni nini inafanyika, sasa watu wetu sababu hawajui ni hizo altars wamenitenga, lakini nikasema wacha tu niongee na mzee, pengine atasikiza, atakuja. Sasa fanya hivi. Pokea kibali. Amen. In Jesus name. Praise God. My name is Ian Dwiga, and just like the lady has said, I saw pop-ups on the phone. Na nikasikiza vile unaongea and a number of things ika make sense, because I think sometimes tuna go through issues but we don't have the courage to seek spiritual guidance. Na pia kuna kitu pastor alisema which caught my attention. Alisema Christians, we live in a world of hypocrisy. We come to church, but in the church is where we are judged most of the times. Na ndio maana hata watu wengi waogopa kuja kanisa. Sisi juu wataki, ni because they are judged. So it is your first time kwanza kuingia kanisa? Yes. Na nakumbuka niliongea na wewe because of a pop up. Yes. Hai, simpigie huyo Yesu makofi. Yaani mwanaume mzima amekuwa akisema sitaenda kanisa, ni kwa ma hypocrites. Now he's in church. Let me tell you one thing. Mimi sitaki watu wazuri kwa hii kanisa. If you are good, go away.
Sitaki, nataka mikora, maraya, waizi, wauaji. Hao ndio Yesu alikujia. That makes Jesus very happy. Because of time. Yeah. No, time is there. Time is there. So nimekuwa na issues zinanisumbua for a very long time, and I try as much as possible to pray so much. Na usiku ikifika around saa 8 nasikia ni kama Mungu ananiambia niamke niombe. Nasikia na nika kitu inanistua usiku. Nikaamka nikajaribu kuomba, na my mom is a very powerful she's a very powerful lady in terms of prayer. There are a number of dreams amekuwa nayo akiona vile Satan wants to attack my life through different people, and she's been able to tell me a number of times. Actually, last year December I was about to lose my mother. And not to lose my mother because of any other thing, but because of the devil. But my mom aliambia Mungu wakati wake hujafika, na one of the biggest testimonies I have is that she's still alive, and it's because of her that niko mahali hapa leo. Thank you. Put your hands together. Praise God. My name is Jean Jerry, and I'm a born again Christian. When I came into this praise, it is barely 2 weeks now. 1 week. It is Friday, almost. last Friday. It was last Friday. Last Friday. I called Apostle. I've been a secret follower. I normally follow the teachings in YouTube. So watching, unaona hiyo imekushika, hiyo inakubamba unaacha. But I have been a commercial sex worker from, I think, 14 years here in town. So when I saw Apostle, my life had come to an end. I wanted to commit suicide. I wanted to praise the way I can get to him, calm down my children, then I go and commit suicide. But when I called him, he started telling me about love of God, which I didn't want to hear, because I've been asking myself from 14 years up to 40s, where was this God? Yeah. When I came here, I used not to have a place to stay. My house was rocked. I used to stay in brothels. So when I came here, I got saved, and my life has changed. Now, do you have a house? Yeah. Yes. You have a place to call home? Yeah, I have. You're loving your children? Yeah, like yesterday we talked. With your children? Yeah. The children you wanted to dump? Yeah. Friday, last week, she was a prostitute. But in the evening, Sabiri, he was a born-again Christian. She wanted to commit suicide because life has become so difficult. But for her, it is life that was so difficult. But I sat with her, nikamuuliza maswali. Nikamuuliza ulianza hii kitu namna gani? Akaniambia I was introduced this to by my mother. My mother was a prostitute. And the mother to the mother was a prostitute. So she's committing a suicide because of a generational curse. So if I let this girl to go, she will die because of not because of her mistake, but because of a mistake that is there genetically. If I will not show this girl love, aliniambia mimi sasa sina kwa kwenda. Nilipomwombea hapa, the demons zikaamuka. Ulifanywa nini? When I went back to brothel the following day after Kesha, I met my friends because I had come with one of my friends. Then she left me here. I met, they have burnt everything which I had there except my ID. Walikuwa wamechoma nguo zake zote kwa sababu amewasaliti. Walichoma na walikuwa wanataka kumpiga. Si ndio? Yeah. Alafu ikakuaje? Nikaona if I fight I'll be. And you are a fighter? Of course. I look one. Lakini akaona nikichapana Ukristo yangu itaaguka. Wakati aliniambia hivyo, nikajua madhabahu imeanza kumuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu imefanya nini? Nikamwambia sasa fanya hivi. Ukakuwa disappointed tena. Yeah. Ukaenda Jivaji. Nikaenda nikalala Jivaji, nikapigia Apostle. Akaniambia, now what you have to do. Before he had told me during the Kesha, go to the place you used to stay, talk them, tell them
wherever God will direct you to tell them, but I know that you'll get a place to stay. So on Sunday, I went there. They couldn't talk to me. On Monday, nikarauka tena. Nikaongea. Na unajua ni nyumba ya agent. Siya mwenyewe. So you know agent are. Na walinisikiza, they gave me a bill of 24,000. Nilimwambia ende woge na agent atakuachia. Lakini sasa nashindwa aje sasa. Aje. Agent yaniachie aditole. Aje. Hata wewe ni aje. Agent. Agent. Akaenda, alipoenda huko wakamwambia tumekupatia how many hours? Walinipea because by the time tulimaliza it was 3. Waniambia by kesho jioni we don't want to see you there. No money, but by kesho jioni usikue hapa. Nikajua madhabahu ya umaskini imeanza kufanya nini? Nikamwambia kuja kesho kwa ofisi. Nikampatia pesa ya rent. Yes. Akaenda kanunua akakoboa nyumba nyingine. Now she's happy. Nilaki gas. Yeah. Kuna gas. Yeah. Na kila kitu. Yeah. Kujaga na unasemanga wewe ni girlfriend yako. Yes. Nitasimama na wewe. Nganga alisimama na mimi. When no any other Christian will stand with me. Mabishop na mapasta wote walinitoroka. Wakaniita Mogeke amekuja kujificha ndani ya kanisa. Nganga stood with me. He paid rent yangu for 1 year. 10,000 for the whole 1 year. Harrison Nganga huyu mnaona hapa. Without hope. Mungeke ndio hawa wanataka kuniua. Serikali hainiamini, kanisa nimekataliwa. Sasa ndiko na shaka hii wimbo mnaibaka ya kanisa ni gani? Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche. Niko chini ya mwamba. Lakini hawa Kristo walisema ukiona huyu mtu hajauliwa bado ni Mogeke. Kwa hivyo garantia wao kuonekana nimeokoka ni waniwekelee mawe na mchanga teli oshoke teli na mvu oshoke, ndio watasema kuhakikisha wewe ulikuwa umeokoka. Msalimieni kanisa. Kwa majina naitwa Florence Duta ama Mama Immaculate. Nimesikia story ya Jane. Mimi sikuwa kwa mashiwaka. Ulikuwa nini? But nimesikia story ya pastor, nilisikia usiku when I was ile sasa unasikia uko chini kabisa. I have never heard about Apostle Waruinge. Wakati nilisikiza usiku, I decided to test. Sijoipigia pastor yoyote, so I decided to call. And surprisingly, I've heard other pastors have called. Others, na wengine hata najua. Wakati alichukua simu, I even thought si yeye. I thought ni secretary or somebody else. So hata nikamuuliza vizuri, ni wewe kabisa? Kaniambia ndio. Hata nashindwa nitasema nini. Because nilikuja hapa a very dejected woman. Kiniangalia hivi unaweza fikiria I'm very alright, but nilikuwa na shida sana. I had already given up on my marriage. Mzee aliniacha because we had some issues. Na hii issue ni ile pastor ameongea mambo yake. On date 10 nilikutwa na mama pahali na nimeambiwa hii mambo ya unabii for a very long time. But nimezaliwa in a Catholic church. Tagu kuzaliwa. Agikuyu mwaki wa mbere wa Catholic wakirio gwitu 1983. So wakati nilikuja town nimekaa Thika for 30 years. Sijawahi enda kanisa ingine. Because I usually have fears. Niende hii kanisa, niende hii ingine, so I was always fearing. But deep inside kuna kitu ilikuwa inaniambia I'm different from Catholic. Because hiyo miaka yote kuna pahali niligundua mambo ya kuomba rosari. So personally sikuwa naomba rosari. Niliacha. Lakini nimeishi kwa hiyo kanisa. Ikafika pahali right now as we are talking niko na miaka 2 sijaingia kanisa. And I'm a full confirmed member of a CWA. I was even a leader. Lakini Mungu akatoa hiyo kitu ndani yangu kabisa na nikashindwa. But I've been having this prayer because watu wengi wamekuwa wakiniambia wewe ni nabii. Different people from different corners.
So mimi nikaambia Mungu, mimi sitaenda kanisa yoyote mpaka uniambie ile kanisa nitaenda. Sababu sitaki kwenda KAG, niende full gospel, niende sijui gani, I don't want. Na sitawaienda. Na nikaambia Mungu sitawaienda kanisa yoyote mpaka unipatie church. So when I listened to Apostle, something inside me ikaniambia this is the church I want to be in. Surprisingly mzee wangu alikuwa ametoka kwa nyumba 2 weeks hatuja. Actually nimekuwa mpaka nikiomba food sababu mimi sikuwa najua kuiba pesa ya mzee. So wakati alienda I literally had nothing. Nilikuwa naomba food, naomba fare mtoto wa kwenda shule na tukanyamaziana hivyo. And I've gone through a lot of things. But wakati nilikuja hapa nilikuwa hata nimeambia mtumishi mimi hata hii dawa sitaki. Tondrona tarikio kina thina hari nie. Nilikuwa I had given up. But nilikuwa hata nimeambiwa huyu ndio mzee wako na hamtaachana, but sikuwa hata naamini. Nilikuwa na shida hii ni nini? But I've also gone through a lot. Nimepata accident kama 3. Hii mguu yangu inakuwa na chuma. Wakati nimekosa kutumikia Mungu, Mungu ananipitishiaga kipahali. Yaani hivyo tu umesikia mtumishi amesema. Nimeumwa na mbwa hii mkono ikanishika ikanivuruta because I refused to preach. I refused to preach. I have a 53 mahubiri 53 nimeandika kwa kitabu nimeziweka. Na sababu nimekataa kuzihubiri, God told me he'll deal with me mpaka ile siku. Lakini niko na shida, how do I preach? Nitaanzia wapi? Nitaenda wapi? So the few places nilikuwa naenda. Hiyo jera nilienda 3 months. After kulia juu nimewekwa in the wrong way. Nilianza kuhubiri huko jera, naomba watu wanatoka. Lakini mimi naachwa huko ndani. Hivyo mhubiri amesema nikifikiria kitu ina happen. If I say something with my mouth, lazima ifanyike. Nyumba yenye ninakaa saa hii ni Mungu niliitisha. Nilikuwa mpaka na gari, nikachoka kutembea hivyo amesema. Mungu akanipatia gari within 3 months. So tumeachana na mzee na hiyo sasa nimemaliza. Nilikuwa nimefika pahali nasikia sasa kujirusha chania. Lakini sikuenda, sijui what happened. Lakini wakati mimi nilikuwa sasa nianze upya, maisha nikae sigo na nikue hivyo. And that was it because now si mzee wangu amenikataa. I also have that spirit of rejection. Nikiwa hapa, my husband ameniandikia message. Somebody you have not communicated for 2 weeks. Akaniambia message iko hapo. He cannot continue living alone. Hata sikuamini. Wakati niko hapa nikikuja begging, heo ilio, God is working on the other side. That thing, hata sijamjibu. Ameniambia ni mgonjwa ako Embu. Na hawezi, we need to meet and talk about this thing. Na ile kitu inafanya ndoa yangu iharibike ni madhabihu. Altars. Kwa familia yangu, my own. All my brothers, we are 6, 3 of them. Hakuna akona bibi sahi. Wote wameenda. And they are very good. Si hata uwezi sema ni nini. But when you see naenda naongelesha mama yangu, so me I didn't know where to go, what to do because my mom is Catholic. Where do I go? To remove these altars, I go to the wrong authority. Naenda naita father, sorry to say that, naita father akuja atoe madhabihu. It was not working. My sisters, 3 of us, we are married, yes, but we have problems. My name is Duta. All Dutas in my mother's side, 9 of them, they have asthma. All of them. Even me, I was using another very costly drug. I have high blood pressure. Yani, vitu zinakufuata. But kuna kitu ndani yangu ilikuwa inaniambia, I have rooted in the right place. When I came here, I felt, I have never felt, sijoienda pahali ingine. Na that is why I decided to get saved. Nisijoiamua kuokoka because siku anatakaga vituko umeokokea sijui wapi. Nimeokoka siku ya leo. Na nitadumisha hii wokovu. Because this is the place I'll follow. Na muhoere Ngai muno tondu riumaga thika. Na fea na managa ini ariheaga. Because nataka, I have been saved today. I want to be delivered. And apostle dio ata deliver our family. Tondu rete jerete mami nega gwethera mundu uri okaruta mathina ma guku gwitu. Because hizi vitu zinatufuata. Na my mama anajua.
Na nikamwambia usiende kwa watu wengine, nitatafuta mtu. Na my mom believes in me. My brother about a month ago alipata accident. Kwetu kuna roho ya accident. Na niliambia ni hivyo tu, mwezi fulani ikifika, damu yenye ilikuwa inatolewa haijatolewa, something happens. And I know this is the beginning. Let the devil know this is the beginning of our salvation, of our deliverance. Dada Jane amepata shida sana, but I'm saying this, hata nipate hizo shida, hata kama itabidi nikutembea nini deyaragia kafanyikile super metro de mere muniweke Nairobi, sina fare, but I'll come here for the deliverance of our family. What was your problem? My problem is that mostly nikipata ndoto, like nikipata tu ndoto mbaya, kazi yangu inaisha. Lazima iishe. Yeah. Ukipata tu ndoto hivi, kazi la mbaya. Yeah, like last month nilikuwa kazi, kaisha tu sikuelewa. Thank you. God has imeotoka hiyo yote. Yeah. Mulega inyuothe. Mulega rigi. Ona ninde mwega na ndi muhonoku ni nyendete Mwathani. Nimeokoka na mpenda Yesu. Na nigenete ni Mwathani ni kunduria. Na nimefurahia kwa sababu ya Mungu kunidumisha. Kwa bakuga rito. Takiuge. Ta ukuri andu aingi matanjui guku. Ndire mugani muno. No ndi mugani tondu ndieregete ndina mwaka mugima. Nina mwaka mzima sijakuja hapa. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Engenethi Wanjiru. Anaitwa Reverend Wanjiru. Na ndikenaga nĩ gwĩtwo ũguo. Kenaga nĩ gũtũũrio nĩ Mwathani. Tondũ nĩwe ũnyendete. Tondũ ti baba kana maitũ manginyithĩtie hau. Nĩ njĩrĩgĩte kanitha-inĩ matukũ maingĩ. Tondũ nĩ kuuga ndĩna mwaka mũgima. Ũgathira ndũrĩte ndĩ mũrwaru. Na Ngai nĩ mwega. Ndi muhonu. Tamwĩre atĩrĩrĩ. Ũtũrĩte wĩ mũrwaru. Ũratũrĩte wĩ mũrwaru. Kũ? Ndiratũrĩte ndĩ mũrwaru Nyondo. Ngĩrwara kanja. Ngĩrwo nĩ kanja. Alikuwa mgonjwa akaambiwa ni kansa. Rĩu ndũrĩte. Alikuwa hospitali. Ndũrĩte thibitarĩ. Amekuwa akienda hospitalini. Atwarwo KU. Akapelekwa KU. Amepatiwa madawa. Amewekwa madawa. Lakini sasa nilikuwa midole zangu zimekujana. Sairete kuira. No negeneire Mwathani. Ni tondu wa kuhonia. Ndi muhonu. Hana kansa. Hani kansa imeondoka. Kansa imeondoka. Kansa imeondoka. Ona koneka ngekirwo dawa icio ri. Nderaga Ngai ni cikie hokete. Wewe na dawa cia hinya. Na na dawa cikiukinya cia muoyo. No aya ri no dawa marajikira. Iria mahogete miti guku Ngai akumio. Amen. Kera Ngai harurukie hinya waku. Nikambia Mungu teremsha nguvu. Reke tuweke kionereria. Acha nikuwe mfano. Ndi muhonu na ati mimi nimepona. Ngai ni ona. Haleluya. Maita maria ndathire ngihurwo mbica. Kikero. Wakati nilipelekwa inaitwa nini mammogram. Ndekiretwo kimo 8. Aliwekwa chemotherapy 8. Ciathirari. Daktari akejuria wina miaka igana. Wakati ziliisha daktari akamuuliza uko na miaka ngapi? Thagio Ngai. Tondu miaka yo tũtiraugaga nĩ ũgũtoria. Na nĩ watorio tarĩ handũ Ngai akumio. Amen. Na rĩrĩa ngĩrwo nĩ hatigara kanyamũ kanini kau gekwenda kũrutwo gathĩnjwo tondũ gatingĩrutĩka gatinaninwo nĩ ndawa irĩkũ. Ngĩkĩũria ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ, ndawa icio itananina kanyamũ kau rĩ nĩ irĩkũ icio ingĩ mũgũcoka kũnjĩkĩra? No Nyondo etinirio. Na ningĩ mera yakwa ndĩgũtinio. Hokete Ngai ũrore matu-inĩ. Nĩ yakwa ndĩgũtinio. Ona korwo nĩ gũkua gakua ũguo gakua ndĩna
ciana ciakwa ciareire ndobiro. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Alisema nyonyo akenjera atiriri mahetwo ugi ni Ngai. Ngimwira noguo muri ahe ugi ni Ngai to ni muteithagia. No mutihetwo ugi wa gutinya nyondo cieni. Mutigutinya na ngereka. Ndagĩtarĩ ũcio akiuga mũrimũ ũcio thiĩte ũgathiĩ kĩongo araria na gĩthũngũ. No niĩ rĩ ngĩmenya aya rĩ ona korwo ndiraigua rĩ nĩ niĩ maracuka. Marauga atĩrĩrĩ rĩu ngĩkiuga no korwo maroiga nyitwo na hinya ndinionyo. Na niĩ ngĩmenya atĩrĩrĩ na nĩngwaria gĩthũngũ gĩakwa ngĩmera never the rest. Makemaka makĩona ngĩmera niĩ ndirathĩnjwo. Ukimera atia? Never the rest. Never the rest. Rĩu ngĩrega gũthĩnjwo ngĩrwo thiĩ njohi ngaheo ndawa. Ngĩgona ndawa ndikwenda icio itanahonia. Maroiga gakindi ke mũkiha-inĩ ũnyitaine na ngoro. Githĩ makĩndinia matigũkĩndinia mũkiha wa ngoro. Githĩ ndiagĩthira ngiuga ndigũthĩnjwo. Never the rest. Ndagĩka ĩno ona rĩu mũranyona niĩ ndinathĩnjwo na ndigũthĩnjwo na ndietereire gũthĩnjwo biũ. Woka twahoya ndakwĩrire atĩa? Ndakwĩrire ndũgũthĩnjwo na nĩ ũkũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Pigia shosho makofi. Sivya alikuwa walimpeleka Botigeri, walimpeleka na akapimwa na akapatikana ako na kansa, lakini akakuja tukaomba hapa kwa sababu hatugezuia familia, hatukiambia familia ni watoto wake wangetupiga. Nikaambia wewe lakini hautafanya nini? Wewe fuata familia. Sasa najua ukiweza kuambia mama kama huyu na ako na watoto ni madaktari, wengine ni mainjinia, wengine wanaweka ile macho wanakuangalia hivi. Ati unasema mambo ya Yesu, Yesu ni nani? Sasa tulimwambia wewe enda, lakini kansa Mungu ataishida nchi. Ona kometi ukundeinaga Ngai wako ni munene, Ngai wako ni munene, Ngai wako ni munene. Hallelujah. Amen. Tũrĩre Ngai na mũndũ ũrĩ haha rĩ nĩetĩkie nama amenye kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ na matu-inĩ kwĩ Ngai wĩkaga na gũtũra rĩ Ngai atĩ ona woka handũ gokage kanitha na mũtugo ndathi kũhoerwo nĩ warũingĩ nĩ ngũhona onake arahoya kwoguo mwĩtĩkio kĩmenyaga onoka ahoya ona ngĩkũhoera na ndwĩtĩkĩtie atĩ nĩ ũkũhona ndũngĩhona Ngai akumio no ana ngĩhoya moko ũguo na igũrũ auge kiugo kĩmwe atĩ ũhone nawe nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩtĩkĩtie nĩ ũkũhona nĩ Ngai akumio. Pigieni mama makofi. Thank you. Ikarathi rĩu nĩ njũĩ we ndũngĩiga gaka thĩ. Ninaga atĩrĩ. Ũinaga atĩa? Kenyine. Ina. Niĩ kenyine tondũ nyũmba Ngai njĩrega. Aka nĩ kanjoya. Kenjikare. Ngai nĩwe mũmbibe na andũ. Jesu mũhonokia. No nĩ mũiguithania. Tene ndikamũtiga. Ikamotiga ciĩranĩro ndĩ nacio tene ndikamotiga. Ngai akĩũmba Adamu na akĩmaiga mũgũnda makĩingatwo nĩ Ngai. Thank you. Madaktari walimwambia atakatwa matiti. Akakuja akaniuliza mtoto yangu, "Wauga nyondo ciakwa ireko?" Nikamwambia hazitakatwa.
Lakini kwa sababu ya familia, wewe fanya nini? Huko wamekupeleka tuende. Kwa sababu tukikataa, familia atasema kuna mahali mama yetu alipelekwa, wamembrainwash. Ndivyo mnasemaga? Sasa to avoid this, nikajua Mungu yangu ameniambia mama hata kato ako nayo, lakini hata na by the time waende kumweka hizo kemo hata kuwa na kansa. Sasa nilimwambia, amekaa nyumbani, nikamwambia umekaa sana, kuja watu wa Mungu wakuone ulipona. Madaktari walikuwa nakifikiria kemo ya kwanza mama anaenda, wakapeka 2 mama hajaenda, 3 mama aedi, 4 mama aedi, akamweka 8, sema 8, na akatoka akiwa kimusichana. Hiki ni kimusichana kiagu. The greatest ministry it is when you show love to others. Always let love lead. What you have, share with your brother. The little you have can change his life. This girl was about to die. She was about to commit suicide. But they got to me 200 or 300. 500. Nikamwambia ndio tafute mahali ukule chakula mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikamuuliza kwa nini ulinitrust? Akaniambia tulikutrust kitu moja tu, kwa sababu wewe hatuja kuona hapo. Hebu tuambie. Ajui, shika. Ulinitrust kwa nini? Weka mic on. One thing, most of the pastors come to street. I've never heard of him, I've never seen him. For those years. Ulikuwa na client wangapi? Wengi. Men of the cloth? Yeah. Men and the women of the cloth. Alikuwa client. Let love lead. We are not here to vilify anybody or to vilify anything. This is life. Wacha tutafute Mungu. Wacha tutafute Mungu. Ile sadaka mnatoaka kwa hao mnaitaka. Hallelujah. Ule ameshaikula huko, anaikojeaga huko akiwa no hiyo usiku. Pastor anakuja kama ameweka kofia amefikisha hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. We must pray for our nation to be vindicated. This is a demon. Don't blame them. It is because huyu jamaa hajakombolewa. The altars of immorality, they are still speaking in his life. Bwana asifiwe sana. Simbarikiwe. Babura, kuna mtu mwingine ako na testimony? Any person with a testimony? Or something you can speak? Tuambie tu kitu. Uko na jambo ungetaka kulisema? Yes. Mpatie mic. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Wanjiko. Nimetoka Githurai 45. Lakini mimi ni mzaliwa wa Kiambu. Bwana asifiwe. Kwa kweli ni kuomba na kusik na kunok. Bwana asifiwe. Mimi my dad passed last year. Nikawa niko na maswali na nikawa niko na ile hali ya kuongea na Mungu. Na nikaambia Mungu, if you are to take my parent, please take my mother first and leave my daddy. Na tukaagana na Mungu hivyo na ikakuwa hivyo. But come April, my dad passed. And then I went back to God and asked God, Mungu, tuliagana nini January? Tuliagana you take my mother, uache daddy. And then God answered me, mimi huwa nachukua hao wenye mnaonanga ni wazuri, and then I leave those mnaona ni wabaya, ndio wapate nafasi ya kurekebika. Bwana asifiwe, ama kutubu. Then my dad kabla akufe, nilikuwa nimeshikika sana mahali niko job. Na my dad used to call me. Tunaongea for like 2 hours. Na one day akaniambia, Shiko, hata ni vitu vyangu hasemi akikufa.
ananiambia vitu vyangu vigawanyano, hakuna msichana ama kijana. And when I sit down, ninataka kudigest, na daddy kwani anaenda? Hapana, another denial spirit comes. Inaniambia, your daddy is a man of faith, can't die. Mimi naachilia hiyo. And then on Saturday, nikawa na mzigo ya kumtumia pesa sana. And Saturday ilikuwa siku yangu ya mwisho kumtumia do. So on Sunday, I believe in seeking God first, kuliko nikimbie kwa ICU ati nikaangalie daddy and yet anaenda. So nikaenda church. Kwenda church, nikaambiwa shiko, daddy amepelekwa Nazareth, amechoose apelekwe Nazareth. Kapelekwa Nazareth, na mimi nikaenda church. The time he was dying, saa 9, na mimi nampigia simu. Na hiyo ikaisha hivyo. But before akufe, aliniambia kuna mambo matatu. That was, hiyo ndio imeniamsha kwa kiti ndio waambie. Mambo matatu. Kuna yani three times. Kuna jambo nilifanyiwa ambayo sitaiambia mtu. Unasikia hiyo? Ikawa siri kwa my daddy. Na ndio imenikura kwa miaka mingi. Mingi imenisukuma. Na unasikia anasema atakufa, hataambia mtu. Na hiyo ni mimi anafunulia kwa simu. Kwa siku manage kufika. So aliponiambia hivyo, nikawa na hiyo kitu ya kutaka kujua hii ni nini daddy ananiambia. And then na sasa amekufa. Nikauliza Mungu, sasa Mungu nifanye nini? Mungu akaniambia, that secret is between your mother, your brother, firstborn, and your daddy. And now your daddy amekufa. So now I'm not able to go to my mother to ask her. Si mnajua vile wamama wako? Na tuache kugua hivyo katika jina la Yesu. Amen. So nikauliza Mungu, where will I inquire this? Na Mungu akanidirect kwa my brother. Nikavuruta my brother, tukaenda na yeye nje. Sasa hiyo tumezika my dad na tumekaa like 1 month. So nikavuruta my dad, nikamwambia dad, uncle, my brother, kuna siri unajua? And then akaniambia hapana. So in my spirit nikasikia kitu imeniambia amekataa nayo. But after like 1 month ile secret ikatoka. Na wakati ile secret ilitoka, ilinichoma kama mkuki. Nikauliza Mungu, kai Mungu wangu, hii shida imekuwa hapa na watu wamekuwa wamefunikia. Sitaisema hapa. Bwana asifiwe. Na so wakati nilijua, nikauliza Mungu tena, nikarudi tu kwa Mungu. Nikauliza Mungu, sasa ikikuwa hivi, mtu anafanya nini? And God told me, ile kitu utafanya, you just pray for forgiveness. Kwa msamaha kwa huyo mtu mwenye alifanya nini? Hiyo kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi ningewauliza, ndio tumekuja leo kwa sababu hata mimi si nimekuja. Kuna ile kitu ilikuwa imenileta. Na sababu naona masaa yangu ya kuondoka inafika, ningewasihi, let us not go into grave with secret. Those we call secret. Those we call secret. Because might be in a drug, mtu for 20 years, 15 years, ako tu hapo kwa shida. Ako tu hapo kwa shida. And I remember one day, nilienda kwa mlima, nikalilia Mungu, nikamuliza Mungu, you are telling me you have called me. And the way I'm struggling with life. Now I have been in marriage for 15 years. Now I'm out. Na ni ile ya out ya kabisa. Si ya kurudi, ile ya kabisa. And now I'm with my children. Na ni kitu sikutaka kulea watoto bila baba. And now after a while, God answered me. And that's like 4 years back the line. Na sasa unaona imekuja kutokea after my daddy amekufa. Na sasa sina mtu wa kuuliza. So it is very painful. And the moment you get that painful result, wazazi wetu msikuwa mnatufanya hivyo. Kama kuna wazazi wako hapa, acheni kutufanya hivyo. Usikufe na siri, iambiane tujue kwenye tutaenda, sivyo? Sasa tukuulize, yes, tusikufe na siri. Tuambie hiyo siri ulijua. Tell us. Now the secret is, yes. Mpige makofi kwanza. Hiyo demon ilikuwa imemzuia. Hiyo. Bwana asifiwe. The secret was when I went to pray because of my life. Mungu aliniuliza, I like praying alone. Mimi na Mungu. So I had a voice telling me, you are going through this. I normally carry a Bible and a book and a pen. So naandika zile the word, I write it down.
all alone nikaandika, and when I opened the Bible it was talking about your forefathers. The sin, it is in probable Psalms. I can't remember approximately what it is. Your forefathers sin, dhambi za mababu. Sasa hii dhambi ilikuwa gani? Yes, ndio hiyo. Enda hapo straight. Hii dhambi ilikuwa gani? So nikawa niko hapo, and then I asked God, forefathers? Yes. I heard a voice asking me, how many wives did your grandfather had? And I was like now counting back home. 1, 2, 3. And I said 3. And how many concubines? I don't know. And after like 3 years down the line, I came to know. Let me not. That's why say it. Say it. It is part of your deliverance. I came to know my mom was one of the concubines. Yes. Of who? Of my grandfather. So, your grandfather? Yes. Yes. Porcupine. Yes. Mumeelewa? Hivyo. Mumeelewa? That was a secret, and it has been hitting you. Can I tell you, the same that was happening to your mother, to your grandfather, it almost happened to you in another man who is a grandfather. Was tuning you. An old person, very old person, yes, was tuning you. Yes. And you almost, That's why I sat down and calculated my calculation. Yes. And asked God, why is it that only these big men coming across me? Big men. Why now? And me, I want to get married again. Why are they going to marry me? They come with the tuchum. Yes, they have to work on a pesa, but I have not taken their money. Yes, I do struggle with my own money. Yes, I'm proud. Hallelujah. Of that. Amen. That was the part. Let me tell you. Yes. Next year, a time like this one, yes, you'll be having a husband. Yes. Amen. The bone, yes, of your bones. Amen. Because of accepting to release. 21 years ago, I lost a child. 9th November 2001. Na nikarudi nyumbani that 2001. So when I came back home, ikawa watoto wanataka kurudi kwa family ya baba. Then that whole week before the child died that Friday, every single day nilikuwa nasikia sauti inaniambia I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die until that Friday. So that Friday mtoto akaenda shule, kakuja, akalala in the afternoon, hakuamka saa 10. So I had a sister alikuwa anafanya coffee board, so alikuwa amekuja kuona watoto nyumbani, and me I was staying with another sister in Ngumo. So nikaambiwa, nilikuwa kazi, nikaambiwa just stay there, don't move, we are coming to pick you. Then I'm like, why should you come and pick me? Kama ni cover, watoto wako na cover, take the child to AR ama any hospital, wako na good cover. So my sister ananiambia hapana, just sit there, I'm coming. Nikasikia kitu inaniambia hapana, nikapanda gari, nikapanda wakati ule 23 zilikuwa zinapakiwa, ile mnasimama katikati ya watu. Nikafika nyumbani, so vile nilifika nyumbani kwetu tu ni hapa. Nikapata my parents wamesimama, my sister, watu tu wa estate wamesimama. So I'm asking them what is wrong. Nimesahau ile sauti ilikuwa inaniambia. Nauliza ni nini mmesimama vikundi? Was hoping mnaniambia mtoto wako hospitali. Saa hii we should be talking of going to hospital. Then akaniambia kuna clinic iko hapo about 4 houses from our house. Wakaniambia mtoto alipelekwa hapo for first aid, so we go there and see the doctor. So vile niliingia, hata sikuwa na wasiwasi. Nikaambiwa mtoto aliletwe hapa lakini amekufa. I was like okay. So sasa tukaanza kungangania ile mwili between my family na family ya baba yake. Wakasema lazima mtoto atazikwa Kiislamu, na sisi tunasema tunataka kufanya postmortem.
but ultimately they won. They buried the child the next day hapa Kariakoo. So hiyo kitu tu ikanitoka, as in sikufikiria much about it. So 7 years later, I got a transfer to work in Embu. I lost a driver same day, 9th November. Under the same circumstances, alilala hakuamka. So I couldn't hold myself. Naanza kuona hii 9th November iko na nini. But that was exactly 7 years later. So I have never remembered until today vile nimeandika date ndio nimekumbuka 9th November. 14 years later ndio sasa nimekumbuka. It's a day of your deliverance. Amen. God has set you free. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Winifred Mudhoni. Yangu nikifikiria naona ni mambo na kazi. Cause nikianza kazi na ianza vizuri. Inaanza vizuri sana, lakini ikifika mwezi wa 6, yani nimeanza kazi mwezi moja 6 inaanza kuporomoka. Kabla nifike mwaka inaisha. So nimeishi hivyo. Kazi njuu inapanda. Paka saa hii sina kazi saa hii. As you are talking hauna kazi? Sina kazi. Pokea kazi yako in the name of Jesus Christ.